Nasoma kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 22 mstari wa 7. Fanya vizuri wajibu wako wa kuinjilisha, ushauri, kusaidia, wajibu wako wa unabii, wajibu wako wa kumsikiliza Mungu. Kama wewe ni wa dunia, dunia itakupenda. Kwa kuwa wewe umechaguliwa kutoka katika dunia, dunia itakuchukia. Soma kutoka Yohane 15 mstari wa 19. Utakuwa na kazi kubwa ya kuwatoa watu duniani. Utakuwa na kazi kubwa ya kuwatoa watu duniani, kwani watu wetu wanaipenda sana dunia. La tatu na la mwisho. Kwanza namshukuru Father Chesko, naibu wa katibu mkuu, ambaye amenileta hapa mbele. Lakini nafasi hii alipaswa kuwepo hapa na kusimama Padre Charles Kitima, ambaye ni katibu wetu wa baraza. Kama mnavyofahamu, aliumizwa. Padre Kitima anawashukuru kwa sala. Yeye anaendelea vizuri. Ni sala na matumaini yetu akiendelea vile atarudi kwenye majukumu yake hivi karibuni. Sisi tunaendelea kulaani kile kitendo cha aibu, kibaya na kiovu kilicholenga kukatisha maisha ya padri wetu Charles Kitima, ambaye ni katibu mkuu wa baraza la maaskofu, akiwa katika makazi na makao makuu ya baraza. Katika utawala bora na wa sheria, wahalifu wale walipaswa wawe wameshafikishwa mahakamani mpaka sasa. Ni matumaini yetu uchunguzi hautachukua muda mrefu zaidi kabla ya wahusika kufikishwa mbele ya sheria. Ili kuwa na amani, hakuna raia atakayependa kuwaona wahalifu kama wale uraiani. Na hakuna raia ambao hawatapenda kuishi katika nchi yao katika amani, katika haki na katika ukweli. Na wasingependa magenge kama yale yawe hatari kwetu sisi na kwa watu wengine. Labda kwa wahusika pia, kama wao wafahamu pia makundi kama hayo, kwa wale wanaoyazalisha, makundi haya pia ni hatari kwao. Sijui kama wanajua hilo. Hitimisho. Tuendelee kujiombea wenyewe, kuiombea nchi yetu kuwa na mifumo na sheria nzuri ya kulinda raia, amani, haki, ukweli na demokrasia. Asanteni sana.